Urejesho huanza na toba ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika familia hii, na leo tutasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 17 na mstari wa 14. Biblia inasema hivi: ikiwa wana wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana asifiwe. Mara nyingi huwa tunataka Mungu abadilishe hali zetu kabla hajabadilisha moyo, na hicho ndicho kitu kigumu kutokea. Maana Mungu anatakaga aanze na moyo, maana Mungu ana shida na moyo wako. Hivi vingine vyote atakupatia, lakini cha kwanza kabisa Mungu ambacho anatakaga kurekebisha mahusiano yake ya kwake na yako. Kwa hiyo lazima wakati Mungu anaanza kufanya urejesho, atarejesha kwanza moyo uliopotea, na hiyo ndio makosa. Maana kabla hujamkimbilia Mungu, nataka uniregeshee hii, nataka unipatie hii, hali zangu zimeenda sivyo, na unafaa kuanza na toba. Mara nyingi kibinafsi huwa najifunza kama hata wakati mambo yakuendea vizuri, unafaa kuomba toba. Tunafaa kuomba toba. Kwa nini hatuendee vizuri na sisi ni watoto wa Mungu? Kwa nini mambo yetu hayajanyoka na sisi ni watoto wake, na baba yetu ana kila kitu? Sijui wakati tunasema Mungu arejeshe watu tunaitazamaje, lakini kweli ni kwamba urejesho kwanza ambao unaweza kumuomba Mungu leo, na leo atafanya saa hii, bila hata kusema Mungu nilikuomba mwaka jana, Mungu nilikuomba kutoka Januari, lakini Bwana bado hajanifanya. Urejesho wa kwanza uanze na moyo wako. Kimia magotini, mwambie Mungu naomba unisamehe. Nisamehe maana nilikutenda hivi, nisamehe maana nilikutenda hivi. Maana urejesho wa kwanza ni moyo uliopotea. Kama moyo wako uko sawa, unajua maisha yako na Mungu yako sawa, basi unaweza omba urejesho wa vitu vingine. Lakini urejesho ambao nauzungumzia hapa ni urejesho wa toba ya kweli. Toba ndio kila siku, maana kila siku tunapoamka tunafaa kuomba toba, kila saa, kila wakati. Tukisoma katika Luka 15 mstari wa 11 mpaka 20. Acha nisome 11:20. Acha nisome Luka 11:20. Ni historia ndefu ya kuhusu mwana mpotevu, lakini nitajaribu kuisoma kwa kidogo kama tutaelewa. Biblia inasema hivi, acha nifikie hapa. Yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Kwa hiyo wakati unakwenda kuomba toba, wala Mungu baba yetu huwa anzaji kukuuliza mbona ulifanya? Kwa nini ukiambia akili yako isifanye? Kwa nini wakati hapa huyu mwana mpotevu anaonyeshwa kama vile tunavyojua historia, aliitisha mali zake zote, aliitisha urithi wake na akapewa na baba yake. Hivyo ndivyo tunavyofanyaga kwa Mungu. Wakati tunaenda mbele za Mungu tunaitisha na anatupa, na anachukua kabisa, na tunachukua na tunaenda. Lakini bado Mungu unapomrejelea, maana hii inatuonyesha mfano wa vile Mungu na sisi na watoto wake sisi, kwamba tunapomrejelea hana maswali, hakuulizi kwa nini ulifanya, kwa nini ulitenda.
Ukirudi na moyo wa toba, Mungu anakurejeshea kila kitu. Sio unatoa pale wakati alivyoomba tu toba, Baba sifai mbele zako na nini. Ulisikia baba aliwaambia watumwa wake mleteni mavazi. Kwa hiyo wakati unaomba toba ya moyo, unapojirudi mbele za Mungu, huwa anarudisha hata vingine vyote unavipata tukio rahisi. Kwa hiyo basi, mpendwa wangu, kuomba toba si udhaifu. Usijione kwa sababu naomba toba mimi ni dhaifu, kwa sababu naomba toba ati mimi Kuomba toba si udhaifu. Kuomba toba, wakati unaomba toba ndio ufunguo urejesho. Yaani wakati unaomba toba ndio Mungu atakurejeshea kila kitu chako kwa urahisi. Okay? So usiogope kuomba toba. Kitu ambacho nataka kukumbusha leo, Mungu anakupenda na ana mpango mzuri na maisha yako. Love you.